Binafsi nilikuwa natembea nimeinamisha kichwa mpaka pale nilipoujua ukweli huu. Nao ni kwamba Mungu hapimi thamani yako kwa sababu ya wingi wa vitu ulivyo navyo. Mungu hapimi heshima, utu na nguvu yako kutokana na wingi wa fedha unazomiliki. Mungu anaupima uwezo wako, nguvu yako na thamani yako kwa sababu tu wewe ni mtu, na amekuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Amekuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Kwa hiyo thamani yako mbele za Mungu haitokani na wingi wa fedha, mali ama kitu chochote unachokimiliki. Hupimwi kwa sababu ya vitu unavyomiliki. Hupimwi kwa sababu ya nguvu ulizo nazo. Unapimwa kwa sababu wewe ni mtu. Kule tu kuwa mtu, hiyo ndio thamani yako mbele za Mungu. Kwa hiyo iheshimu hiyo thamani ambayo Mungu kakupa. Iheshimu hiyo nguvu ambayo Mungu kakupa, nguvu ya kuwa mtu, nguvu ya kuwa binadamu uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ukitambua tu kwamba umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, hiyo pekee inatosha kukufanya utembee kifua mbele. Acha kutembea ukiwa umeinamisha kichwa kama mimi ambavyo kabla sijatambua hili nilikuwa nikitembea. Anza kutembea kifua mbele ukijitambua kwa ni mtu uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tambua jambo jingine kwamba thamani ya dhahabu haipimwi kwa sababu ya tope iliyoingia ndani mwake. Thamani ya dhahabu haipimwi kwa sababu imeangukia kwenye tope. Thamani ya dhahabu inabaki kuwa ile ile licha kuwa imepakwa matope. Kwa hiyo hata kama umeanguka kwenye dhambi, umeanguka kwenye uovu, maadamu wewe ni mtu uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, endapo utatubu na kuziacha hizo dhambi, Mungu anaendelea kuiheshimu ile utu aliyoweka ndani mwako. Amini hivyo. Mungu ni mwema kwako, anakupenda sana. Katika jina la Yesu Kristo.